Yesu asifiwe, mtumishi wa Mungu. Unaendeleaje mtu wa Mungu? Ninazidi kumshukuru Mungu kwa ajili yako wewe ambaye unafuatilia vipindi vyangu. Umekuwa mwaminifu sana. Na Mungu kupitia uaminifu huu akutendee ishara ya wema mtumishi. Akutendee ishara ya wema mpendwa. Mbingu zitafunguka kwa ajili yako. Nyakati zote Mungu anawatafuta watu ambao wako tayari kusikia anachosema kwa ajili ya maisha yao. Na leo tunaendelea na muendelezo wa lile somo letu nataka kusii sana. Ili somo utakapolifuatilia kwa umakini na ukaingia kwenye maombi, nataka nikuambie mpendwa, lazima utatoka mahali ulipofungiwa. Na hatua ya pili utaweza kuingia na kuflow vizuri. Hatua ya pili katika maisha ya mwanadamu ndio hatua watu wengi wameshindwa kuingia na kwenda kwenye mafanikio yao. Nafundisha hili somo kwa sababu nina uhakika na hichi ambacho nakizungumza. Watu wengi wameteswa na hili eneo. Kila wanachokianza huwa kinaenda kikifika mahali fulani au level fulani lazima kiporomoke. Kama ni biashara, kama ni kazi, utaifanya kazi, ikishafika mahali sasa ndio inataka ikupe mafanikio, lazima ile kazi iharibike. Lazima ile biashara iharibike, uanze tena moja. Na ndio maana nimekuja na hili somo la kuzungumzia hatua ya pili. Na tukasoma juzi kwenye kile kitabu cha Naumu kwamba mateso hayatainuka tena mara ya pili. Ayubu naye anasema kwamba yako matumaini kwamba mti uliokatwa unaweza kuchipuka tena. Akimaanisha nini? Kwamba lazima inapofika mahali mwanadamu akapata au akakutana na changamoto akarudi kuanza moja, kuna wakati wa kuinuka tena. Na mimi ndio nataka uinuke tena, alafu penye uende moja kwa moja kwenye yale mafanikio ambayo Mungu alikuitia waliokuumbia. Mungu ana mpango na mtu wake. Mungu ana mpango na mtumishi wake. Na wewe ni mtumishi wa Mungu, nikwambie. Maandiko yanasema kila kitu ni mtumishi wangu. Na inawezekana kuna watu wanakudharau kwa sababu ya hii hali ulionayo. Mpendwa, nimekuja na neno kwa ajili yako. Lazima utatoka. Lazima utatoka. Mungu amenitia mafuta ya kuombea hili eneo. Na neema hii, nataka nikuambie mtumishi, Mungu anaweza kubadilisha historia yako. Wewe uliambiwa kwamba hauwezi, na neno kwa ajili yako unaweza. Na leo tunasoma kwenye kile kitabu cha Mhubiri mlango wa 9. Mhubiri mlango wa 9 mstari wa 11. Tutasoma tu mstari mmoja kwa sababu ya muda, na vipindi vyetu huwa hatutaki viwe virefu sana kwa sababu kuna watu hawawezi kusikiliza muda mrefu, na mimi nataka niwafikie wote. Imeandikwa, nikarudi na kuona chini ya jua ya kwamba si wenye mbio washindao katika machezo, wala si walio hodari washindao vitani, wala si wenye hekima wapatao chakula, wala si watu wa ufahamu wapatao mali, wala wenye ustadi wapatao upendeleo, lakini wakati na bahati huwapata wote. Wakati na bahati huwapata wote. Mtumishi, wakati na bahati, wanaoshinda au wanaofanikiwa si wenye akili bwana. Mungu anamfanikisha mtu ambaye hata huwezi kutegemea. Wakati mwingine unamdharau kwa sababu ya maisha yake, lakini Mungu anaweza kumkuinua familia nzima ikashangaa. Na siku za leo watu, hata mtu akifanikiwa kidogo kwenye familia, wanaanza kusema vitu vya ajabu, amejiunga na mashetani, mara vitu vya ajabu. Nataka nikupe siri, Mungu amfanikishi mtu kwa sababu ya yule mtu eti ana elimu au ana watu au na kuambia mtumishi, Mungu anaweza akakuinua kutoka mahali ambapo kila mtu akikuangalia atashangaa. Na Mungu amefanya hivyo ili ajitukuze. Mungu amefanya hivyo ili watu wajue kuna Mungu. Tani kuambie, mimi ni tunda la mtu ambaye ameinuliwa kutoka mahali ambapo hakuna mtu angelitegemea kwamba huyu mtu anaweza akainuka. Rafiki, mtu wa Mungu, unaenda kutoka. Hii hatua ya pili mtumishi, kuna neema ya kusaidia kuvuka. Ile roho ya limitation inaweza ikakuachia na ukapenya vibaya mno. Na ukawa na mafuta ya kufanikiwa. Kila unachogusa kikawa kinafanikiwa. Kila unachogusa ukashangaa milango inafunguka. Ulikuwa ukifika hapa unakwama. Leo nina neno kwa ajili yako. Hautakwama tena kwa jina la Yesu.
Upako huu unaweza kuvunja mipaka uliowekewa ili usiende hatua ya pili. Katika jina la Yesu Kristo, ninaziachilia sasa mbingu zikafunguke sasa kwa ajili ya maisha yako. Naipiga roho ambayo imesababisha usifanikiwe. Naipiga roho ambayo inasababisha usiingie kwenye baraka zako. Wakati na bahati sasa vikakupate wewe. Wakati na bahati uwe ndio wakati wako kwa jina la Yesu. Iwe ndio wakati wako wa kuinuka. Ikawe ndio wakati wa bahati kwako. Kila utakachofanya kifunguke kuanzia leo. Naipiga miungu ambayo inakuzuia kupiga hatua. Naipiga madhabahu inakuzuia kwenda mbele. Naipiga madhabahu inayosababisha watu wabaya wakuinukie kila mara unapotaka kupiga hatua. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Na yavunja maagano, na vunja madhabahu, na vunja roho za asili, na vunja roho za familia, na zipiga na kusambaratisha. Natamka neema iwe juu yako kuanzia leo. Ukapenye kwa mamlaka niliyopewa kupitia jina la Yesu Kristo. Natamka vifungo vikuachie. Madhabahu inakuzuia kuvuka hatua moja kwenda nyingine, na ivunja ikuachie. Na natamka neema ya Mungu iwe juu yako. Wakati ninapomalizia maombi, nataka uelewe kuna kitu Mungu anataka ukipokee, na utakipokea kwa sababu ya kuamini tu. Utakapoamini na ukaomba pamoja nami, utapokea vitu vikubwa. Mungu akubariki sana. Sasa wakati unapomalizia, acha nikupe namba ya simu ambayo unaweza kunipata kwa namna yote ambayo unahitaji. Iwe ni ushauri, iwe ni hata kama unahitaji kusupport hivi vipindi, unaweza ukasupport kupitia namba hii 0741878388. Hii namba unaweza pia ukaachilia sadaka yako kwa ajili ya kuendeleza hivi vipindi. Mungu akutendee mema, Mungu akuinue. Ninakutamkia baraka katika jina takatifu la Yesu Kristo. Mungu mwenye nguvu akuinue, wala usirudi tena kule ulikotoka. Katika jina la Yesu Kristo imekuwa kama nilivyoomba.